Mara nyingi tunapima ajira kwa namba: idadi ya wafanyakazi, mishahara, uzalishaji. Lakini mara chache sana tunapima athari za ajira au ajira duni kwenye akili ya mtu. Wakati mtu hana kazi, msongo wake wa mawazo huonekana wazi kabisa. Lakini ajira duni, msongo huo huwa ni wa kimya zaidi. Ni pale ujuzi hautumiki, pale juhudi zinazidi fursa, pale watu wako busy lakini hawaridhiki. Hapo ndipo deni la fikra huanza. Sio ghafla, bali kila siku. Hujijenga pale watu wanapoamka wakiwa tayari wamechoka. Sio kwa sababu ya kazi yenyewe, bali kwa sababu kazi haileti tena kile kinachopaswa: maana, ukuaji na hisia ya maendeleo. Ndani ya mtu vitu vinaanza kubadilika. Msongo wa mawazo huonekana wa kawaida. Kuto kujisikia vizuri kunakuwa ni hali ya kawaida ya kila siku. Watu huacha kuuliza kama hali hii ni salama na huanza kujiuliza wanaweza kustahamili hivi kwa muda gani? Nje ya hapo, mifumo mara nyingi huimarisha ukimya huo. Utendaji hupimwa, matokeo hutunzwa, lakini ustawi wa akili huonekana kama ziada, yaani jambo la kuzingatiwa baada ya malengo kufikiwa. Watu huzoea hali hiyo, wanaanza kuficha msongo wa mawazo, wanahairisha mapumziko yao na wanaendelea kuvumilia huku wakisonga mbele mpaka deni linapojikusanya. Kwa sababu msongo wa mawazo usioshughulikiwa hufanya kazi kama deni la kifedha, hujikusanya kimya kimya kwa namna inayotabirika kabisa. Baadaye athari huanza kuonekana katika kuto kujihusisha kazini, mzunguko mkubwa wa watu kuacha kazi, uchovu wa kudumu na sehemu za kazi zinazoonekana zinafanikiwa lakini ndani zimelemewa. Yafuatayo ndiyo mabadiliko tunayohitaji kufanya au kuelewa. Ustawi wa akili sio hisia tu. Sio zawadi au faida ya ziada. Sio kauli ya kuhamasisha au kuhamasishana. Ustawi wa akili ni mfumo wa kila siku unaoundwa na jinsi kazi zinavyopangwa, matarajio yanavyowekwa, ujuzi unavyotumika na namna changamoto za awali zinavyotambuliwa mapema. Mashirika yanapolielewa hili, basi kuzuia madhara unaacha kuwa chaguo na badala yake unageuka kuwa ni uongozi unaowajibika. Kwa sababu kile tunachopuuzia leo ndicho kinakuwa deni la fikra la kesho.